Ni rafiki yake tu. Tabia ya shemeji huyu ni mtu mtulivu, hana maneno, vile mimi nilimuona. Walikuwa na shida. Angela alikuwa na shida kutoka nyumbani. Vita minyoka ruresi pinisenti ya berete. Kumnyoka si pinisenti ya samenyate. Wakonyora mwa pinisenti ya siya kire kiburi. Alipigia mamangu simu saa 1 hivi. Akamwambia mamu niko hospitali General. Nimewekwa ICU. Kuja na mkuja haraka sana. Tukatoka kwa shamba, alafu tukaenda. Kufika town, tukampigia simu, hawezi chukua. Alafu tukangoja kwa mlango. Tukafinya mlango, akatuma daktari mwingine. Akakuja, akatuita. Tukaenda mpaka kwenye alikuwa. Kufika huko, tukamsalimia. Tukamuuliza hali yako iko aje? Akatuambia tumbo yangu ndio iko na shida. Tukamuuliza iko na shida gani? Akatuambia inafula. Hawezi kula chochote siku 2 kutoka nyuma. Sasa kutoka hapo daktari akakuja akampea madawa. Akatuambia tukamwambia acha tu tuende, alafu tukuje siku nyingine. Tukitoka hapo akatuita tena. Mama kuja ukae hapa. Niambia chochote. Mama wakaongea na mamangu. Alafu badala walimaliza kuongea tukamwambia acha tu tuende. Turudi hapa siku nyingine. Tukatoka. Lakini tulipotoka akaniambia, Konzi, ona faili hapa kwa meza, muandike namba yako ya simu na ya mama. Nikamuuliza tuandike namba ifanye nini? Akatuambia chochote ilitokea mpigiwe simu. Tukasanga hapo. Nikaambia mama hapa kuna maneno. Tukatoka tukakuja nyumbani. Ikafika Wednesday. Nilimpigia simu saa 1 hivi. Tukaongea na yeye. Akaniambia Konzi nafuu iko. Alafu na mama akafika saa 6 hivi akampigia. Wakaongea na yeye akamwambia niko sawa. Saa hii ndio nataka kukula. Tukaona ako tayari kupona. Sasa ikifika Thursday. Kumpigia simu saa 1 hivi. Akamteja. Nikatoka kwa shambani nikakuja hapa. Nikaenda kazi yangu. Kufika huko tena nikampigia simu. Achukui. Akamteja siku mzima. Kufika jioni nikaambia mtoto kwa ndugu yangu wa Billy. Nikamwambia aenda kwa hospitali uangalie Vincent. Muone kaa ako sawa uniambie. Akaenda mpaka hospitali. Akauliza huko. Alafu akaambiwa alitoka Wednesday akaenda nyumbani. Sawa akaniambia auntie niko hospitali lakini waliniambia alitoka jana. Nikamwambia sawa rudi nyumbani. Akarudi. Sawa ikifika jana nikampigia simu saa 1. Nikamwambia amuka uende mpaka kwenye anaishi. Muongee na yeye alafu mwambie afungue simu. Akaenda mpaka huko akanipigia simu. Akaniambia auntie tumefika huko lakini tumepata kivuli kwa mlango. Nikamwambia rudi uende klasi. Akarudi. Alafu kutoka hapo nikaona ni vizuri nitafute bwanangu. Yaani nitafute sawa. Sasa hebu tuende kufikia wakati ambapo mlipata habari za kwamba huyu ameaga. Tuambie ilikuwaje, ulipata ujumbe vipi? Na
nani aliwaelezea kwamba yeye amefariki? Kuja kupata kwamba amefariki sana. Tuko na mpadri wetu hapa nyumbani. Nilimpigia simu saa 1. Nikamwambia nilipigia Vincent simu lakini ni mteja. Akaniambia fanya mpango wa kwenda mpaka huko upate kaa kwache. Alafu nikaenda nikaoga, nikajitayarisha, nikatafuta bike ni ya kwenda. Alafu tena nikapigiwa simu kutoka hospitali. Wakaniambia tulipigia simu Vincent lakini hachukui simu yake ya kumteja, ako nyumbani. Nikamwambia hapana, sasa nataka kuamka kukuja hospitali kumuona. Alafu huyu daktari akaniuliza, ukuje hospitali na hayuko? Sasa nikamuuliza sasa nitafanya aje? Akaniambia enda mpaka kwenye anaishi uone kako. Nikamwambia nilituma kijana mwingine mpaka huko, akaniambia kifuli iko kwa mlango. Akaniambia mtume tena aenda angalie kwa dirisha aone ni nini iko ndani. Alafu nikampia huyu kijana akaenda mpaka huko, akaniambia auntie, tulienda mpaka huko tukapata wako kwa nini kwa kitanda, lakini huyu msichana akona nini hapa kwa mdomo, lakini huyo kijana wetu abumui. Alafu tukaamka kutoka hapa na mamangu tukaenda mpaka huko. Alafu tukaanza kutoa mlango kumtoa ndani. Ingine huyu msichana ambaye walipatikana naye ni msichana ambaye familia mnamfahamu ama? Tulimjua ni Angela lakini hatukumjua vizuri. Mlifahamu pengine alikuwa na uhusiano gani na Vincent? Ni rafiki yake tu. Vincent kwa hizi siku za karibuni anaonekana aje, kwamba ni kama familia mnaona kwamba alikuwa na mtu wa mawazo ama amebadilika katika hali yake ya tabia? Tujaribu tu kuelezea tu ile kwa siku ambazo nimemwona za karibuni. Mliona change of tabia yake ama kitu yote kama hii? Ama alikuwa tu sawa? Alikuwa tu sawa, lakini hii wiki tuliona kuna shida, lakini hatukujua ni shida gani. Sawa. Labda yale aliyowaambia, ulisema kwamba aliongea na mama hiyo siku ya hospitali, labda alimwambia ni maneno yao tu. Mwisho kabisa tutachagua kuzungumzia ama kiona utaweza pia utawacha. Pengine aliwahi elezea kwamba wako na shida yoyote na Angela ama kulikuwa na mvutano wowote? Walikuwa na shida. Angela alikuwa na shida kutoka nyumbani. Nafikiria pengine ndio inaweza kuwa imesababisha mambo yote. Wito wenu kama familia kwa serikali na vyombo vya usalama, mambo ya uchunguzi. Wito wenu kama familia, naambia nini serikali kuhusiana na uchunguzi wa haya maneno? Tunataka itusaidie. Soka kukunyali ukipita yeke bande unajua nyorte simi kote Vincent kunya kitari ba kombolia Vincent na ikitabu kabakani Vincent ikatia nanda ke kanande kwa kirwesimi Vincent aikore tumara koba lakini nyomba antomorochi tuchira kwa kesimi akiriko so kororo tosa kubwatia kikakandrete toko akiro mwana pita nare ulinya kitali ule skuru university pita minyoka ro Vincent ya berete kumnyoka Vincent ya samenyate akonyora mwa Vincent ya sikire bekire kiburi ando kwira ndio kotabianti Vincent tayo nyombe bungire toko matabi mane kitamba ara so mwana inale nyomba
kukane kitamba ebirore bibekire kumate ebirore kirani kirangapo kirani kikote bose cyamoroche kirani kikamate Vincent yachite saa 12 akaruka akarakera kunyore simi umusani omo gutara komo urwali ono kine simi kunyora lyo kanga nyoka wote nyitari romano waro kongo ikabona ali na tuma na kwete ana tifanya tiari na kwete akiora bodi serikali kubatikana nege korwe serikali ndio kusera abkati rore na kiumano yona kwete ni Joseph Nyango Yongaki kutoka Mbaro. Vincent Osira ni samaji yangu, dada yake mkubwa mimi niko na bibi yangu. Sasa tuko na msangao mkubwa juu tulipata habari hii kuhusu samaji yangu aliaga. Alikuja kwangu juzi kutoka kazini akikimbia kusalimia mama hapa, akimbia kwangu huko, bibi yangu anashona huko, akapika kwa duka akamsalimia, sikuwa nilikuwa kazini. Akamwambia samaji akija niko na wageni, nimeitwa kazi, wacha nikimbia angalau nimemuongoja. Kwa hivyo tukukutana. Huyu msamaji tukiongea na yeye simu ni mtu wa kutumainia, ni mtu wa maarifa, kutu advice kwa familia yetu. Jana nikiwa kazi bibi yangu Mragi nilipigia simu, nilikuwa na mshtuko sana. Niambia kujeni. Shida gani iko, kunieleza shida. Kufika angapata kwa kazi analia. Mwisho akatamuka Osira amekufa, Vincent. Hapo ongapigwa na msangao mkubwa. Katafuta juu na maarifa, ngafika Kisii. Kufika huko ngapata masemaji yangu Anyega ametoka na Ankosiro nilipata huko. Walitangulia kufanya hii shughuli yake. Shughuli zote walishughulika mpaka akamweka moja. Kufika huko tukapata masaa imeisha, nilifika kitu kama saa 11 ya jioni. Wamesafunga moja. Hebu tuambie. Ngawaambia nataka tuangazie tabia ya semaji huyu ni mtu mtulivu, hana maneno. Vile mimi nilimuona ama namjua ni vile hatujui ni shaitani gani hili wakumba sasa mpaka hii kifo yako ilitustua sana. Hata sisi tulishangaa kilianzia wapi mpaka haya akuja kutokea namna hii. Juu hata huyu mwanadada ambaye walikufa naye mimi sichamjua, sijawahi muona. Lakini kufika huko ngaambiwa huyu samaji yako walitolewa kwa nyumba na mwanadada mwingine. Na hapo ndio asubuhi nisikia hata habari ilitangazwa hivyo saa 3 hivi. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali itusaidie kama familia, fanye uchunguzi kamili, tuangazie, tueleze jinsi hii kifo yao ili tukumba hivi. Tuko na msangao kwa familia mpaka tunashindwa ya kuongea.